Njia ya kwenda mbinguni ni nyembamba, ni kama inaashiria ugumu wa safari. Lakini hebu sikia hii. Leo Ijumaa, Aprili 24, 2026, katika kesha la asubuhi, tutajifunza somo linalosema mbingu itakuwa rahisi sana. Fungu la leo linatoka katika kitabu cha Luka 14, mstari wa 27, linasema, mtu yeyote asiyechukua msalaba wake na kuja nyuma yangu hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Ni ukweli usiopingika kwamba umati mkubwa wenye uwezo na talanta hawachagui kusafiri katika njia ya Kikristo. Je, talanta na uwezo wao ni wa thamani sana kiasi cha kushindwa kujitolea kwa mpaji, Bwana wa mbingu na dunia? Wengi wangekuwa wafuasi wa Yesu ikiwa angeshuka chini toka msalabani na kuonekana kwao kwa namna ile wanayoitaka. Ikiwa tu angeweka kando fedheha na mateso yake na kuita kwa sauti kuu, mtu akitaka kunifuata afanye yampendezao na kufurahia ulimwengu, naye atakuwa mwanafunzi wangu, watu wengi wangemwamini. Lakini Yesu mbarikiwa atakuja kwetu si kwa tabia nyingine yoyote zaidi ya upole na unyenyekevu wa yule aliyesulubiwa. Lazima tushiriki kujikana nafsi na mateso yake hapa, ikiwa tunataka kuipata taji katika umilele. Neno la Mungu halijaifanya njia nyembamba kuwa pana, na kama watu wengi wamepata njia ambao wanaweza kujivika mfano wa utauwa bila kuubeba msalaba au kuteseka kwa dhiki, watakuwa wameipata njia ambayo Mwokozi wetu hakupita hapo, na wanafuata mfano mwingine zaidi ya ule ambao Yesu aliuweka mbele yetu. Je, haitoshi kwamba Yesu aliacha furaha kuu na utukufu wa mbinguni, alivumilia maisha ya umaskini na mateso makali, na alikufa kifo cha kikatili na cha aibu kutupatia furaha ya utakatifu na ya mbinguni? Na je, inawezekana kwamba sisi, walengewa wa kujishushia kwa hali ya juu na upendo usiokifani wa Kristo, tutatafuta sehemu iliyo bora zaidi katika maisha haya kuliko ile aliyopewa Mwokozi wetu? Njia ya kwenda mbinguni ingekuwa rahisi jinsi gani kama kusingekuwa na kujikana nafsi wala msalaba! Jinsi gani walimwengu wengi wangeikimbilia njia hii, na wanafiki wangeipita bila kipimo. Mungu atukuzwe kwa msalaba, kujikana nafsi, fedheha na aibu walioivumilia Mwokozi wetu kwa ajili yetu, si ya kufedhehesha kwa waliokolewa kwa kununuliwa kwa damu yake. Kwa hakika mbingu itakuwa rahisi vyotokusha. Mwenyezi Mungu akubariki sana. Unapofollow, subscribe, like, share na kucomment kwa jina la Mpakani SDA Church kusaidia ujumbe huu kuwafikia wengi. Uwe na tafakari njema.